vya habari vya serikali ya Iran vinaripoti kwamba Tehran imekataa mapendekezo ya Marekani yanayolenga kusitisha vita vya sasa. Afisa mkuu wa usalama ambaye jina lake halikutajwa amenukuliwa akisema mzozo huo utaisha wakati Tehran itakapoamua na pale masharti yake matano mapya yatakapotimizwa. Hatua hii inakuja baada ya mpango wa amani wa ajenda 15 uliopendekezwa na Marekani kuripotiwa kuwasilishwa kwa maafisa wa Iran. Maelezo hayo hayajawekwa wazi, lakini inaripotiwa kudai makubaliano makubwa kutoka Iran, ikiwa ni pamoja na kuharibiwa kwa uwezo wake wa nyuklia. Awali waziri wa Israel aliambia BBC kwamba mpango huo ulikuwa mzuri kwenye karatasi tu, lakini hadhani kwamba Tehran itakubaliana nao. Msemaji wa jeshi la Iran ameishtumu Marekani kwa kujadiliana yenyewe kuhusu mzozo huo. Hata hivyo, Rais Donald Trump amesisitiza kwamba utawala wake unazungumza na watu sahihi nchini Iran na kwamba wanataka sana makubaliano ya kusitisha vita. Licha ya jumbe za mchanganyiko na ukosefu wa uwazi, habari za mawasiliano zinaonekana kutuliza masoko ya nishati kwa sasa. Trump pia alidai kuwa amewapa Iran mpango mzuri sana, akiongeza kuwa inahusisha mafuta na gesi pamoja na mlango wa bahari wa Hormuz. Iran imesema ni meli ambazo sio za vita ndizo zitakazopita katika mlango huo ambao ni muhimu kwa uchumi wa dunia, lakini kakanusha kufanyika kwa mazungumzo yoyote. Taarifa ya Jeremy Bowen akitufahamisha zaidi kuhusu mzozo huu inawasilishwa na Ahmed Bahaj. Katika mji wa Tehran, wafanyakazi wa uokoaji kutoka shirika la msaada wa dharura Red Crescent wanafanya kazi kupita kiasi. Wamarekani na Waisraeli wanaweza wakiwa mbali kuruka juu ya Iran ili kudondosha mabomu yao bila kupingwa. Na mbali kutoka hapo, huko Washington DC, Rais Trump anasema hiyo inamaanisha kuwa utawala huo umezidiwa na kulazimika kuzungumza na Marekani ikiwa na ari ya kusaka makubaliano. Na nani asingefanya hivyo kama ungekuwa huko? Angalia, jeshi lao la majini limeangamia, jeshi lao la anga limesambaratika, mawasiliano yao yamekatika. Hilo ndilo tatizo kubwa zaidi. Ni vigumu sana kwao kuwasiliana wao kwa wao. Mifumo yote ya ulinzi wa anga imeangamia. Ila hii ni Bahrain baada ya shambulizi la Iran. Vita hivi ni mgongano wa silaha, itikadi na jumbe maalum. Utawala wa Iran haufuati mkakati wa Donald Trump. Iran haijaanguka. Inawashambulia washirika wa Marekani na kuanzisha vita vya kikanda vya muda mrefu katika eneo hilo ili kutumia vyema makombora na ndege zisizo na rubani zilizobaki. Na imezuia dhana yake kwamba nguvu ya Marekani na Israeli ingeleta ushindi wa haraka na kuangamiza na kusababisha mabadiliko ya utawala. Sasa wanazingatia zaidi mlango wa bahari wa Hormuz, njia nyembamba ya kutoka Ghuba. Iran imeuzuia mlango huo kwa ufanisi na kukata 20% ya usambazaji wa mafuta na gesi duniani. Donald Trump ameahirisha tishio lake la kuharibu nguvu ya nishati ya umeme ya Iran ikiwa hautafunguliwa, jambo linaloweza kuwa uhalifu wa kivita, na sasa anadai kwamba Iran inataka makubaliano. Hawawezi kuwa na silaha ya nyuklia. Nilisema jana, walisema mambo 10 ya juu ni yapi? Nikasema sawa, nambari 1, 2 na 3 ni kwamba hawawezi kuwa na silaha ya nyuklia na hawatakuwa na silaha ya nyuklia. Na tunazungumzia hilo. Sitaki kusema mapema, lakini wamekubali kwamba hawatakuwa kamwe na silaha ya nyuklia. Wamekubali hilo. Mmoja ya sababu ambazo Marekani na Israeli walitoa kuhalalisha mashambulizi yao na kwenda vitani ilikuwa kwamba Iran ilikuwa karibu kutengeneza silaha ya nyuklia. Lakini msimamo rasmi wa Iran umekuwa daima kwamba hawana haja ya silaha hiyo. Israel haiamini hilo, lakini huenda Rais Trump yupo tayari kuamini hivyo ikiwa itamsaidia kupata njia kutoka katika vita ambavyo Iran inajaribu kuvigeuza kuwa mkwamo mwingine wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Idhaa ya BBC ya Uajemi imezungumza na Wairan ambao hawana imani kuhusu kupatikana kwa suluhisho. Sidhani kwamba watafanya mazungumzo. Jamhuri ya Kiislamu bado iko imara kwa sasa. Ukiangalia kwa mantiki, wao wala Marekani hawajapata kile walichotaka. Itikadi ya Jamhuri ya Kiislamu bado ipo. Hata kama vita vitasimama, vita vitaanza tena wakati fulani. Trump anajipa muda tu ili kufikisha vita katika hatua nyingine. Labda shambulio la ardhini, sidhani kwamba anafanya makubaliano nao. Na hii ndiyo meli kubwa ya kivita, Tripoli ya Marekani, ikiongoza kitengo cha kwanza katika vitengo viwili vya majeshi ya bahari ya Marekani vinavyokwenda Ghuba. Pamoja na mazungumzo kuhusu makubaliano, Marekani inatuma nguvu za ziada. Tripoli kutoka Japan inazidi kukaribia. Kundi lingine la meli ndogo zenye nguvu za majini na ardhini, likiungwa mkono na helikopta zao za ndege za mashambulizi, lina safari ndefu kutoka California. Na inatarajiwa kwamba Marekani pia watatumia majeshi kutoka kitengo cha 82 cha wanajeshi wa anga.
inaonekana kama njia panda ikiwa mazungumzo kuhusu makubaliano ni ndoto tu. Vita vyaweza kuongezeka. Marekani sasa inakaribia zaidi na zaidi katika uwezekano wa kuweka wanajeshi ardhini. Rais Trump inaonekana ana imani kamili katika uwezo wa jeshi la Marekani kufanikiwa, na anahisi kwamba kuchukua udhibiti wa eneo la Iran kungewalazimisha Wairani kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Hii ni janga la kweli kwa eneo hilo na inaweza kuja kuikumba Marekani na Israel kwa miaka ijayo. Hii ilikuwa sehemu ya Tairie, kusini mwa Lebanon. Mashambulizi ya Israeli dhidi ya mshirika wa Iran, Hezbollah, yanaongezeka. Israel haina nia kusitisha vita, ikiamini kumaliza adui wake mkali zaidi, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na licha ya nguvu zote za silaha za Marekani, rais wake aliingia kwenye vita bila lengo lililofafanuliwa au mkakati wa kuondoka ulio wazi. Sasa anapojaribu kupata moja, Donald Trump anachukua hatari ya kuongeza kuchanganyikiwa kimkakati ambayo utawala wa Iran unatumia si tu kuendelea kuishi, bali pia kujaribu kudhibiti jinsi vita hivi vinavyomalizika. Wakati huo huo, mashambulizi bado yanaendelea kote Mashariki ya Kati. Israel inasema imelenga maeneo mawili yanayotumika kutengeneza makombora ya masafa marefu huko Tehran. Nayo Tehran imesema ililenga Israel na kambi zinazohifadhi wanajeshi wa Marekani huko Kuwait, Jordan na Bahrain. Ndege zisizo na rubani ziligonga tanki la mafuta katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait na kusababisha moto mkubwa. Je, kiwango cha tofauti zenu za ndani kimefikia hatua ambapo mnajadiliana wenyewe? Hakutakuwa na dalili yoyote ya uwekezaji wenu katika eneo hili, wala hamtashuhudia bei za awali za nishati na mafuta hadi mtakapoelewa hili. Utulivu katika eneo hili unahakikishwa na mkono wa jeshi letu lenye nguvu. Ili kufahamu zaidi kuhusu maisha yalivyo Mashariki ya Kati kwa raia wa Afrika, awali nimezungumza na mfanyabiashara John Monde, raia wa Kenya ambaye amekuwa akiishi na kufanya kazi Dubai kwa miaka 6. Amenielezea ni kwa nini hawezi kuondoka licha ya mashambulizi ya Iran. Maisha yangu iko hapa Dubai, familia yangu iko hapa na kazi yetu iko hapa. Kwa sasa kipi kinachoendelea huko Dubai? Maisha yanaendelea kuonekana kawaida kwa nje. Ukiangalia nje unaona watu wanaenda kazini, wengine kuna traffic kwa barabara, biashara zinafunguliwa, lakini ndani yake wanabiashara wengi wanapitia changamoto kubwa. Saa hii kwanza wiki hii watoto hawakufungua shule, kwa hivyo sasa kama mimi kama mama nakaa ndani ya nyumba nisomeshe mtoto, shule zikimaliza ndio nikimbie biashara. Alafu hata leo tu kusema kweli kama mimi sijaona yani moshi ama hizo mlipuko tunazisikia, lakini kwa simu tunashinda tukipata hizo yani alert na zinashtua kila mtu nyumbani juu sisi hatujazoea hiyo ujumbe, tunashinda tukizipata, hatujazoea vitu kama hata leo tukiwa katikati ya shule unapata munasimama kidogo, alafu wanatuma mbili, moja ya kutuambia kaeni nyumbani, fungeni madirisha, alafu ya pili ya kutuambia asanteni, sasa mnaweza endelea na shughuli zenu za kawaida. Naam. Wakati raia wa nchi hiyo, wakati raia wa nchi zingine wakiamua kuondoka eneo hilo, wewe umeamua kubaki, nini kimekufanya ufanye uamuzi huu? Kusema ukweli, kama mwanabiashara huku, tulikuja huku hizo miaka 6 zilizopita tukijua angalau huku tulipata kazi. Nilitafuta kazi sana nyumbani Nairobi. Mimi nilikuwa mkazi wa Nairobi, nimelelewa Nairobi, nimesomea Nairobi University, lakini hapo kwa kazi sikuweza kupata kazi yenye ilikuwa kama yenye nilipata huku, na ikanihamisha na mzee wangu tukakuja. Na sasa saa hizi currently mimi ni mwanabiashara. Niliwekeza pesa, nikasema hiyo pesa kidogo tufungue biashara. Nikaweka wakati wangu, ndoto zangu, niseme sawa, wacha nianzishe salon na marafiki wangu wenzangu wa Kenya bado. Nikatafuta watu pia wa mama bado wanipee mkopo nifungue salon. So kwa hivyo kuondoka si uamuzi mwepesi. Juu tuko na wafanyikazi wako kwa salon pia, au ni wa mama tumewapatia kazi kutoka nyumbani wakakuja. Na hii salon naisema tumefungua miezi michache tu, Disemba mwezi wa 12. So kwa hivyo sasa hatuwezi tu amka tu twende, tunajijenga biashara. Na pia mume wangu ni mchungaji huku, alikuja kama kunifuata akapata kazi kwa kanisa huku. So kwa wakati kama huu watu wanahitaji kanisa, wanahitaji maombi, wanahitaji tumaini na mwongozo. So tumeamua tu kukaa tu, si kwa sababu ni rahisi, kwa sababu
tunatumaini kuwa katika kile tunachokijenga, na pia kukaa kwa serikali ya huku haijatu let down, yani haijatuangusha bado. So kwa hivyo tunakaa tu tukisema sasa hizi vitu tumeshikilia hivi, hatuwezi amka tu tuamke tuziache, niache wafanyikazi wangu, tutafanya nini? Na ndio nilikuwa naja hapo kusema kwamba serikali ya eneo hilo imefanya nini ili kuweza kuwasaidia raia wake ama nyinyi watu wa mataifa mengine ili kuweza kujikimu katika hali ambayo inaendelea kwa sasa? Biashara tukifungua tunajua hata ile tax tutalipa kwa biashara. Kwanza sasa hii biashara yetu ni ndogo, bado hatujafika hata kwa kulipa hiyo tax. Ushuru. So wametupatia hiyo relief ushuru. So wametupatia hiyo relief kutuambia fanyeni biashara, mkifikisha kipimo na kikomo ndio tutawapatia hiyo, mtaanza sasa kulipa ushuru. Na hata sasa hii tukiwa hapa, kusema ukweli, kuna hiyo hofu ya tunaitisha vitu zenye in terms of stock zimekwama kwa meli, tunanunua vitu kwa bei ghali saa hizi kama biashara, lakini pia watu wanakuja juu, watu bado wanaendelea kukuja tu kwa biashara, wale kidogo tu wamebaki kuishi huku juu wengi hawana pia mahali pa kwenda, wengi wao wenye wanaishi huku. Na mahojiano hayo ndio yanayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea, majaji nchini Marekani wazuia kwa muda mpango wa kufurushwa kwa maelfu ya Waafrika wanaoishi na kufanya kazi nchini humo.